Familia moja eneo la Junju, kaunti ya Kilifi na lilia haki baada ya mtoto wao kwa jina Anestin Ziza Tunje, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 15 wa grade ya 8 katika shule ya msingi ya Gongoni iliyoko Junju, anayedaiwa kupigwa na mwalimu hadi kuvuja damu ndani ya kichwa chake, hali iliyomfanya kufariki. Akizungumza na waandishi wa habari nje ya hospitali ya Rufaa mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, Alex Tunje Mzungu, ambaye ni babake marehemu, anaeleza kilichojiri hadi kufariki kwa mwanawe. Popeleka hospitali akaangaliwa malaria, akaangaliwa kila kitu hakuonekana, akapatwa painkiller kutuliza kichwa. Tukarudi nyumbani. Jumamosi siku ile ya kufuatilia nikamuuliza uendeleaje, akamsema kidogo nafuu. Lakini Jumapili sasa asubuhi nilipoamka nikamuuliza nampata haongei vizuri, nikimuuliza mdomo haufunguki. Kabidi katoka na yeye paka Vipingo Hospital tena. Akaenda kwa maji na kadungwa sindano moja. Akasema anaenda mkamwangalilie Jumatatu mwende naye Kilifi. Tukaja paka Kilifi. Tukafika Kilifi tukapokelewa vizuri. Tukapata kitanda, akapigwa picha ya kifua na akapigwa ya nini pia ya kichwa, kitu sana 8 hiyo. Lakini majibu sasa madaktari walikuwa hawataki kutuambia ule kweli, wanatupichapi. Walipotuambia ule kweli siku ya Jumangapi, ilikuwa Jumatano. Ndio wananiambia kweli, lakini mtoto wako aliumia, aligongwa huyu ama alifanya nini? Jumatano hiyo. Alhamisi kitu saa ngapi hiyo, saa 6 kama tem kama hii. Nampata yuko hali mbaya kabisa. Nikamchukua kumweka akaenda pale kwa ICU. Kufika kitu saa 11 ile asubuhi ya Alhamisi hiyo sasa. Na madaktari wakaja wakaniambia mtoto wako ameshindwa. Katika barua ya daktari ambayo tumethibitisha baada ya marehemu kufanywa upasuaji katika hospitali ya Rufaa mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, inaonyesha marehemu alikuwa na majeraha ambayo yalimsababishia kuvuja damu ndani ya kichwa chake. Naye Jimmy Thoya pamoja na Caroline Mbeyu ambao ni wanafamilia pia wametaka idara ya usalama kaunti ya Kilifi kumchukulia hatua za kisheria mwalimu anayedaiwa kumpiga Anestin ili familia yake ipate haki. Ni hatua gani watachukua kudhibiti mpaka watoto wengine pia wasiathirike na hili jambo? Tunaomba mtusaidie serikali. Tunaomba huyu mwalimu achukuliwe hatua. Inauma. Tumesikitika sana kama family na tunahuzunika, na tunaomba vyombo vya serikali viweze kuchukua hatua ili tuone haki ya huyu msichana inapatikana. Kwa upande wake, Salome Karisa ambaye ni mtetezi wa haki za watoto anakashifu kitendo hicho na kuahidi kama mashirika ya kutetea haki za kibinadamu watahakikisha haki inapatikana kwa familia hiyo. Sisi kama mashirika ama watetezi wa haki za binadamu, hususan pia watoto, tunapinga vikali tendo kama hili ya uvunjaji wa sheria, hususan kwa haki za watoto ambao wao hutetewa na serikali, maana wao hawana maamuzi. Ila basi tunaomba na kwa pamoja kwamba kitendo kama hiki kisiwahi kurudiwa na liwe funzo, na yule mwalimu aliyehusika apate kuchukuliwa hatua. Hata hivyo, naibu kamishna wa eneo bunge la Kilifi Kaskazini, kaunti ya Kilifi, Samuel Mutesia Muinde, amethibitisha kuwa walipokea taarifa kuhusiana na kisa hiki na walikuwa wanasubiri ripoti ya daktari ili hatua za kisheria zichukuliwe. Ni kweli kwamba tulipokea hilo tetesi kwamba msichana anaweza kuwa aliadhibiwa, na katika hiyo hali baada ya siku 1-2 akaweza kuwa na kalazwa hospitali ama na akaweza kutuacha. Lakini unajua sasa kwa kiusalama tetesi lolote likikuja huwa lazima ichunguzwe, na ndio sababu sasa postmortem ama hali ya uchunguzi wa ule mwili ilikuwa inafanywa leo. Na kama itakuwa associated na mwalimu, basi mwalimu atachukuliwa ile hatua ya kisheria. Nikiripotia Coco FM kutoka hapa mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, mimi ni Janet Mumbi. Coco FM, ladha ya Pwani.